Naam, mtazamaji, kwa tafiti ambazo zimefanyika na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya 70% ya vifo vyote ambavyo vinatokana na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa pressure. Sasa haya ni mambo ambayo ni muhimu sana kuzingatia ili kuepukana na ugonjwa huu. Ni muhimu sana ukafuata huu ushauri. Watu wengi wamekuwa nikiuliza, daktari, ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tufanye ili kuweza kuepukana na ugonjwa huu wa pressure? Jambo la kwanza, jitahidi sana uweze kutumia lishe bora. Nikisema lishe bora namaanisha nini? Hapa naongelea mboga za majani, naongelea matunda, naongelea wanga. Unapotumia wanga basi tumia kidogo sana. Na wanga ambayo unatakiwa utumie ni ile wanga isiyokuwa imekobolewa. Hapa naongelea ugali wa dona. Kama ni ngano basi utumie ngano ambayo haijakobolewa. Hiyo ndiyo lishe bora. Maana yake lishe yako au mlo wako unakuwa na mchanganyiko wa vyakula mbalimbali, mboga za majani, matunda, maji ya kutosha, vyakula ambavyo vimechemshwa. Achana na vyakula vya kukaanga kwenye mafuta mengi, achana na vyakula vyenye chumvi nyingi. Kwa hiyo hiyo ndiyo lishe bora. Ukijitahidi kuweza kuzingatia basi itakusaidia sana. Lakini jambo la pili, mtazamaji, jitahidi sana uweze kudhibiti uzito. Unapokuwa na uzito mkubwa ni moja kati ya kihatarishi ambacho kinaweza kupelekea kupata ugonjwa wa pressure. Kwa sababu mtu unapokuwa na uzito mkubwa ni kiashiria cha kwamba una kiwango kingi sana cha cholesterol katika mwili, ambacho tunasema cholesterol ile au mafuta yale mara nyingi huwa yanaenda kuleta athari au kuziba ile mishipa ya damu, mtiririko wa damu unashindwa kwenda vizuri, hivyo basi na kuweka kwenye hatari ya kupata changamoto ya ugonjwa wa pressure. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kudhibiti uzito wako. Kwanza kwa kufanya mazoezi, lakini pia chakula. Epuka kula vyakula mara kwa mara, unakula bila mpangilio. Epuka sana ulaji usiokuwa na mpangilio. Dhibiti uzito wako. Kuna kitu tunakita BMI, Body Mass Index, yani uwiano wa urefu wako na uzito wako. Ni muhimu sana uweze kufuatilia hii. Jitahidi sana uzito wako uendane na urefu wako. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuepukana na ugonjwa huu wa pressure. Jambo la tatu, jitahidi sana uweze kufanya mazoezi mara kwa mara. Mazoezi ni muhimu sana. Wewe kama ni mtu mzima, pata walau muda wa kutembea. Tembea maeneo yenye milima, tembea maeneo ya kawaida. Kama ni uwanjani, zunguka, mwili utoke jasho. Unavyotoka jasho, tafsiri yake ni kwamba kuna kiwango cha mafuta ambacho kinakuwa kimeungua ndani ya mwili. Hivyo basi nafanya mwili kuwa mwepesi na damu inaweza kuzunguka vizuri kabisa. Unakuwa unaurahisishia moyo wako uweze kufanya kazi vizuri bila kuwa na shida yoyote. Lakini kama ni kijana, fanya mazoezi, kimbia, toka jasho. Itakusaidia sana kuweza kuepukana na magonjwa kama haya ya pressure. Jambo la 4, jitahidi sana uweze kuepukana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, ndugu zangu, unaweza kabisa kupelekea mtu kupata ugonjwa wa pressure, kwa sababu unapokuwa na msongo wa mawazo huwa kuna homoni ambazo zinazalishwa, homoni ya cortisol pamoja na adrenaline hormone. Homoni zile zinapozalishwa mara nyingi huwa zinasababisha mishipa ya damu iweze kukakamaa na ule mtiririko wa damu unashindwa kufanyika vizuri. Hali ile inaweza kukupelekea pressure ikapanda na ukaingia katika kundi la watu wenye magonjwa haya ya pressure. Kwa hiyo epuka sana msongo wa mawazo. Jitahidi ufanye shughuli ambazo zinakupa furaha. Jitahidi ujumuike na watu ambao wanakupa furaha. Epuka kukaa mwenyewe. Tafuta watu waweze kukushauri kama una changamoto zozote ambazo zinakuingiza katika hali ya msongo wa mawazo wa muda mrefu, basi jitahidi sana uweze kutafuta suluhisho la changamoto zako, kwa sababu msongo wa mawazo ni hatari kwa afya yako. Jambo la mwisho, epuka matumizi ya sigara pamoja na pombe kupita kiasi. Unapotumia sigara, katika sigara kuna sumu ambayo inaitwa nicotine. Nicotine huwa inasababisha mishipa ya damu iweze kukakamaa, damu inashindwa kutembea vizuri, moyo unapata shida kusukuma damu, inakuweka kwenye hatari hiyo ya kupata shida ya pressure. Lakini katika pombe pia, pombe huwa inaongeza mapigo ya moyo. Pombe ina kiwango kingi cha sukari, ambayo sukari ile inaweza kupelekea mwili ukautunza ile sukari katika mfumo wa mafuta. Hali ile ikapelekea moyo wako ukawa unatumia nguvu kubwa kusukuma damu. Hali ile ikasababisha pressure ya damu kuwa juu. Kwa
Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo ni muhimu sana kuyafanya, ni muhimu sana kuepukana nayo, ili kusudi basi usiingie katika kundi la watu ambao wanateseka na pressure kwa muda mrefu. Zingatia sana. Lakini sasa habari njema ni kwamba kama tayari una ugonjwa huu wa pressure, kama tayari wewe ni muhanga wa changamoto hii ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa, tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wakazi wa Dar es Salaam tunapatikana Ubungo Riverside, lakini vituo vya Lupimo viko mikoa mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tutembelee tuweze kukusaidia. Zipo dawa nzuri, tunayo dawa ambayo inaitwa BP Regulator, ni dawa ambayo kwa kweli imewasaidia watu wengi waweze kupona changamoto ya pressure. Lakini vile vile tunakupa ushauri wa mambo gani ya kufanya ili kusudi basi uweze kukaa katika hali ya kawaida. Ndugu mtazamaji, pressure inatibika. Achana na dhana potofu mtaani kwamba pressure haitibiki. Pressure inatibika, na wagonjwa wengi sana kupitia matibabu yetu haya ya dawa za mimea, ushauri tunaowapa, wamekaa vizuri kabisa na pressure imebaki kuwa historia. Kwa hiyo hata wewe tuna uwezo wa kukusaidia na ukapona kabisa changamoto ya pressure ambayo imekuwa ikikusumbua. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika. Asante.